sababu nimebarikiwa kwa njia ya kipekee. Kwa muda sijasimama hapa mbele, lakini nashukuru sana, nashukuru sana wa viongozi wazee, wapendwa na watendakazi pamoja nasi na mashemazi wetu kwa nafasi ambayo tumepokea huduma hapa. Ninawashukuru sana kwa niaba ya kanisa lote. Mungu abariki sana Elder Mwaniki, my elder brother David, my brother Daniel, my sister Mama Marion. Asante kwa nafasi ambayo tumepokea, na pia nafasi yenu iko kwa kila mmoja wetu ya kuendelea kuhudumu pamoja. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupa kulipokea neno lake, na ninashangaa kwa sababu leo imekuwa siku ya kipekee. Hata mambo yetu tumeshuhudia, tuko katika mawazo yetu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ile ujumbe amenipatia. Shosho mwadhani ya roho osho, shosho toka india mwadhani ya roho osho. Toka india shosho. Toka india tu ndio dauti ya kushosho. Yao toka india, toka india. Amen. 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 Bwana ya roho sho. Tupige Bwana Yesu makofi kwa sababu utuba wa Tunia tumpigwa katukira adhimu mno toke muona. Itigwa tunabarikiwa sana tukiwa na shosho ndani ya nyumba hii. At 100 years plus. Miaka igana muna kogea tunatogea bashishi ya igoro. It's not a small thing. Sidi wapendwa. So we thank God for shosho being with us here. We feel so blessed. Siku nyingi wanapata nafasi kama hii, tunajua tumebarikiwa na ndege todo wa gai. Sasa ujumbe ambao niko nao, naomba Mungu atanisaidia nifanye kwa muda mchache ambao tuko nao, is walking into a new next season. Kutembea, walking into a next season. Walking into a next season. Na Kiswahili, sababu naona Kiswahili ndio yote tunaeleza pamoja, niseme kwa Kiswahili, tafsiri yake ya Kiswahili ni kutembea kwenye majira yako mapya. Bwana apewe sifa. Kutembea kwenye majira yako mapya. Ninaona hakika hapa kuna mambo tumeona ukweli. Si ndio Mungu ametudhihirishia hapa? The people here who are walking to the next new, wanatembea in the next season. Yaani wameingia katika kipindi kipya, wanaingia katika majira mapya. Na nashukuru Mungu sababu ya hiyo wazo ya young mothers. Asanteni sana the Mwangaza team, and I know the other young mothers will be joining you, and I believe it's a blessing to be together. Na nasema ni hata leo kwa neema nashukuru kwa sababu ya kanisa hili. Tumekuwa na programu yetu ya kuingia katika ofisi yetu mpya. Na tumekuwa tukihairisha. Tumehairisha karibu miezi 2. Tunaambia na wale tutaenda huko juu, tunahairisha. Tunasema tutaenda mwezi wiki ijayo. Lakini leo tumepata huko juu. Leo situpige Bwana Yesu makofi. Sasa ukipata kuona mchungaji, usikuja hapa upande gorofa pale, uende huko juu, ndio sasa ofisi tumehamia huko. Hata nikasema hata ujumbe unanishangaza. Kutembea kwenye majira yako mpya. Tumeingia hapo na watakatifu na kualika, hata utakuja uone vile kulivyo, maana ni kazi ni ndio umefanya hiyo kazi. Sisi ni Bwana kupitia kwetu ametenda hiyo kazi. Tumekaa hapo tukiangalia, tukasikia hapo ni pazuri, hewa ni nzuri, nikasikia hapa is a new season. Yaani kuna majira mapya, unasikia hii si kawaida. Na nikasema kumbe ndio Mungu umetupa ujumbe huu. Mimi nikadhani ndio nimekuja pale juu. Kufika hapa nikiketi naona Mwangaza kwaya another new season. Bwana pewe sifa. Kuketi pale nikaona umekuja kanisa mkuu wengi. Another new season in God. Maana katika mambo watu wanasema wako busy, wako na mambo mengi mwaka ukiisha. Nikasema ni kweli. Ni kuna kutembea kwenye majira yako mapya. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo Mungu anataka kunena nasi, na anataka kunena nami pamoja asubuhi ya leo, ya kwamba kuna kutembea kwenye majira yako mapya. It's good to accept. I'm going to walk in the next
in my next season. Yani utembee katika majira yako mapya. Mpendwa, asubuhi ya leo ninaamka katika kitabu cha tutasoma katika kitabu cha Isaia mtakatifu ambaye alikuwa nabii Isaia, mtumishi wa Mungu Isaia. Katika mlango wake wa 43, sitasoma mistari mingi, baadaye nitasoma michache sana, lakini mtakubali tutadwell kidogo na hiyo mistari. Kitabu cha Isaia mlango wake wa 43, mstari wake wa 18 na 19, 2 verses. Isaiah 43, Isaia 43 kwa 18 na 19, 2 verses. Mtumishi Isaya akasema maneno haya: msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, na ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Nirudie mistari miwili. 18, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana apewe sifa. Basi hiyo ndio neno la Mungu ambalo amenipa tutanena siku ya leo. Sitomi mistari mingine, hapo ndio tutaketi tu kwenye mistari hiyo. Niseme mpendwa, leo tunapofika ndani ya nyumba hii, sijui uliingia na mizigo gani leo. Mimi sijui, hayo Mungu hajanifunulia. Ukiingia kwa mlango huu siku ya leo katika neema hii, katika mkusanyiko hili, ndugu yangu, dada yangu, sijui umeingia na mzigo gani leo. I don't know the burden you are carrying. Wengine wamebeba majeraha ya jana, the hurts of many things that happened in your life. Umebeba labda majeraha ya jana. Sema jana, si mambo ya jana Saturday, lakini labda mambo ambayo yako nyuma yako. So many hurts from the past. Wengine wana kumbukumbu zinazowaumiza. Una memories ambazo zinakuumiza maishani mwako. You remember things of the past. Inaumiza moyo wako. Wengine hapa wana hofu kwa sababu ya inawashika mioyo. Kuna kitu unahisi, it's not settling in your heart. Kuna kitu kilifanyika na haijakupea amani. Una hofu katika moyo wako. Labda wengine hapa wanapitia misimu ambayo inadumu kwa muda mrefu. Kuna jambo labda umelipitia maishani mwako na umeona limekaa muda mrefu mno, na uniona ni kama hili jambo haliondoki maishani mwako. Ni kwa utangulizi wa pendo. Mimi sijui uko class gani, maana kama vile dada yangu alituambia hapa akiongoza wimbo, akitueleza habari ya wimbo. Dada yangu, asante mama, dada yetu mama Mwende. Unajua hatujui, kila mtu ana season yake. Kuna yale unapitia saa hii, na labda hata ukiangalia hakuna mwingine kwa hii kanisa anapitia yale unapitia leo. Kuna mambo yako moyoni mwako, labda hofu ambayo uko nayo, na sisi wote wengine hiyo haiko ndani yetu. It's not with us, but for you it's a real situation. Mwingine hapa labda ile mambo unapitia